kutuongelesha. Habari zenu bwana? Mnang'ang'ana eh? Very good. So we awarded the housing fund. Yes. So now Mheshimiwa Rais akiwa mkuu wa wafanyikazi wanaoendelea na jukumu ya ujenzi akipata nafasi ya kusalimu. Na sasa Mheshimiwa Rais akiendelea na ukaguzi ataweza kufika hapa ili kupata nafasi ya kuweza kuwa na kuwasalimu na kuwaongelesha wote waliofika kwenye ukaguzi wa leo. Tuweze kumkaribisha Mheshimiwa Rais kwa makofi tafadhali wananchi. Tumkaribishe kwa shangwe, furaha na nderemo tafadhali. Karibu sana Your Excellency. Atapata sasa nafasi ya kuweza kutuongelesha. Welcome Your Excellency. Makofi mazuri wananchi tunapomkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Karibu sana Your Excellency sir. Wapi ya wimbo? Wapi ya wimbo? Nairobi hey! Hai, wamama hai! Hai! Na vijana je? Vijana mjambo? Nairobi mjambo? Hapa ni wapi? Dagoretti na Westland na Kilimani. Tuna rais hapa ama hatuna? Rais yuko kwa kiwanja ama hatuna? Hebu duru ya kukaribisha rais. Tumkaribishe rais. Na ni nani amemwambia rais anakuja ama mko na aerial? Mko na aerial? Kwa sababu rais leo alikuwa tu anataka kuona mjengo vile inaendelea. Si mnajua tuko na affordable housing. Polisi wetu pia wafaindike kwa hiyo mpangilio, si ndio?
tukijengea wananchi polisi kwa sababu ya huduma, pia tuwajengee. Ni 2 terms. We ngoja maneno ya 2 terms. Wacha tuongee kwanza. Kwa affordable housing, wananchi muwe tayari, kwa sababu affordable housing mpango inaendelea. Na msikubali kazi yenu, kwa sababu sisi ni wafanyikazi wa wananchi. Msikubali tena watu waanze kuchokora na kuharibu affordable housing ama mali yeyote ya umma. Tumekubaliana hapo? Mko ngangari? Mutarinda kazi ya serikali? Nionyesheni watafanya hiyo. Sasa kwa hii mjengo, hii nyumba ni ya polisi na ni nyumba 542. Kwa serikali saa hii kazi ya affordable housing, kuna nyumba za wananchi za affordable housing zinaendelea, na nikiangalia hapa naona customers wangu ni wengi sana. Nataka niseme, msione kama ni mchezo, nyumba 170,000 zinaendelea kujengwa. Nyumba za polisi tutajenga zaidi ya 30,000. Jeshi wetu hawajawachwa nyuma pia, si ndio? Maeneo yetu ya shule pia tutaingia, tuboreshe na tujenge hostels. Lakini ya muhimu na ndio niite rais. Naona mjumbe wenu wako hapa. Ya muhimu. Wacha mimi, unajua mambo matatu ni ya rais. Wacha mimi niseme yangu. Yes. Ya muhimu ni kwamba wewe mama wa duka, mama wa kioski, mama mboga, mama anauza chakula, vijana wa boda, vijana wa mitaa, wale wote wako na kazi yao kidogo kidogo. Kwa zile nyumba rais na serikali tunajenga, kuna nafasi yako, na usikubali kuchokorwa kwa fikiria, usikubali kuambiwa ati haziko. Kwa sababu si mumeona Mkuru tumeingia, si mumeona Kibira tumeingia, si hata Westlands tuko, Kangemi tutakuwa, tuko pale, Kikuyu ziko hapa Mrorongo, Mavoko siko, Narangata ziko, Kawangware zikuje. Ala. And therefore, we must reject the spirit of destruction. We must reject the spirit of violence. Vijana wakatae kutumika vibaya, kwa sababu hapa tuko na kazi ya vijana. Nikisema vijana, wa mama na waume wote tuko na kazi hapa. Kwa hiyo project zetu zote tumeajiri vijana 200,000. Alafu mchezewe hapa, msikubali bwana Mheshimiwa Beatrice Elachi. Aya, asante sana, tupigie waziri makofi. Kina mama hai. Mheshimiwa Rais, tunakukaribisha Dagoretti North Kilimani, na wamama wamefika asubuhi. Wamesema wewe ndio baba yao. Ukikuja ukose wa mama kutakuwa sawa.
Haya, tusalamiane za Dagoretti North. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Vijana muko gangari, mmeshika, tuko hapa 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 hapa. Tunaambia Mheshimiwa Rais asante. Ulitembea Dagoretti North, ukatuachia soko Kawangware, tumesema asante. Na inaendelea. Tuko karibu kufanya ground breaking huko. Ukakuja Kawangware, shule imefika katikati, Mheshimiwa Rais, tunasema asante. Ukateremka Gatina, ukatuambia kiwanja, tunangojea hiyo Mheshimiwa Rais, tunajua unajipanga. Lakini wamama wamenituma na maswala manne Mheshimiwa Rais. Mangapi? Jambo la kwanza wamesema kwamba hao wamama ndio hufanya kazi mtaani Mheshimiwa Rais. Na unajua Kanairo wamama ndio hushikilia Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo wanaomba tu kuna wale wa 45 kurudi chini wasaidiwe hapo. Jambo la kwanza hiyo. Jambo la pili, wamesema, lakini Mheshimiwa Rais ameshasema hii empowerment atawafanyia. Lakini wacha ni repeat. Empowerment huko nje inatembea, lakini ya Kanairo inakuja moto na yeye mwenyewe anaipanga. Sawa? Hiyo ni ya pili. Ya tatu, wanaomba amani. Wamesema Kanairo sisi hatuna kabila. Kabila ni sisi hatutakubali mali ivunjwe Kanairo. Na sisi kina mama hivi karibuni tutajitoa kwa hii kiwanja, tutembee Nairobi yote, tuambie watu damu Nairobi hatuta. Wale waliamua wanataka maana hao ndio wajui maisha kwa Biblia ni dhambi kubwa damu kumwagika bure. Kwa hivyo sisi tunasema vijana shikilieni hapo. Tusemezane. Na uwezi semezana kama kelele ni mingi. Hata Biblia inasema anga, hasira, hasara. Kwa hivyo hatuwezi zungumza Kenya tukiwa na hasira. Na shida si Mheshimiwa Rais. Shida ilianza kitambo. COVID ikakuja ikanyanyua. Hata ni Mungu bado tunapumua. Kwa hivyo tujue shida si Mheshimiwa Rais. Shida ni sisi wote wa Kenya. Tunapoamka asubuhi jiulize, wewe huwa unafanya nini kujenga Kenya mpya? Na kama wewe ndio unabomoa, si itabomoka. Shida ni Mheshimiwa Rais. Tunaambiaje Mheshimiwa Rais? Tunamwambiaje Mheshimiwa Rais? Haya, tunataka kumwimbia Mheshimiwa Rais maana kuna baridi. Aingie na styro, si ndio? Mwana wa mberi bayaye we. Mwana wa mberi neruto yo. Dera tengo cha mwakula mufwale mwana. Aya, wananchi wa Kanairo hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie mikononi nione watu wa Nairobi. Asanteni sana. Basi, kwanza mimi nimesema poleni, nimekuja asubuhi sana. Nilikuwa nikuje kidogo iko sawa? Hiyo ya mapema ndio best. Basi, leo mimi nimefika hapa kwa sababu tuko na mpango, na ni mpango wa kubadilisha Kenya. Na hiyo mpango inahusikana na program yetu ya affordable housing. Mimi wakati wa uchaguzi nilisema tutapanga ajira ya vijana kupitia kwa mpango huu wa housing. Na housing sio ile ya wananchi peke yake. Ya wananchi ni muhimu, na munaona Kenya mzima saa hizi
Tuko na nyumba 1170 tunaendelea kujenga na zingine 1700 ziko njiani katika mpango wa affordable housing. Lakini mbali na hiyo, vile vile hatuchaacha askari wetu nyuma. Hawa askari ambao wanatusaidia kulinda maisha yetu, kulinda mali yetu, kuhakikisha kwamba kuna usalama katika taifa letu, pia wao wanafaa kuishi mahali ambapo pako na heshima. Tunaelewana jameni? Na ndio sababu hiyo hawa askari wetu wa polisi katika hii mpango ya housing tunawajengea nyumba 27,000 kufikia sasa. Hapa Kilimani tunajenga hii nyumba 540 ya askari wetu. Mnajua askari hawa wamekuwa wakiishi mahali ambapo sio mzuri, wanaishi mahali penye msongamano, hawawezi kuishi na familia zao, na ni wazazi kama sisi. Ni kweli ama si kweli? Ndio sababu tumeamua kama serikali ya kwamba wakati tunapanga program ya Housing Kenya, ili tuwaokoe wananchi wengi wanaishi katika vitongoji duni, wale wanalipa rent tuwapatie mpango ya kulipa mortgage. Na hawa askari vile vile baada ya kuishi nyumba ya hema wakuje hapa waishi mahali pazuri, watoto wao waishi mahali pazuri, wasome na vile vile watusaidie katika kujenga taifa letu la Kenya kwa kuhakikisha kwamba mali na maisha ya Wakenya iko salama. Tumekubaliana jameni? Na katika sehemu hii sasa hapa nimeambia waziri ya kwamba tunataka hii kazi vile inaendelea polepole. Tunataka tuongeze vijana hapa ambao watakuwa wanafanya kazi. Hawa vijana wanafanya kazi hapa ni wachache. So Bwana Hinga na Mama Alice, mimi nataka tuhakikishe ndani ya mwezi moja ama mwezi mbili tumebadilisha mwenendo ili vijana zaidi ya wale wanafanya hapa wakuje hapa, tuharakishe hii kazi ili ikamilike ndani ya mwaka moja. Ndio wananchi askari wetu wapate mahali pa kuishi na wananchi zaidi na vijana zaidi wapate ajira. Ndio mimi nataka niwaeleze wananchi wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Tatizo kubwa Kenya tuko nayo ni vijana wengi wamemaliza shule lakini hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Na ili vijana wapate ajira lazima kuwe na mpango. Vijana hawawezi kupata ajira kiholela. Vijana hawawezi kupata ajira tukiharibu mali, tukilete fujo na tukiharibu amani. Vijana watapata kazi kama tuko na mpango. Na mimi nilisema ya kwamba tutakuwa na taratibu ya sawasawa ya kupanga ajira ya hawa vijana. Tukiongea saa hizi tuko na vijana kama hawa wanafanya kazi katika program ya affordable housing, vijana 1320 Kenya mzima. Tuko na miradi kama hii 200 kila sehemu ya Kenya, na kuna vijana kama hawa wanafanya kazi asubuhi ya leo katika hiyo miradi. Hawa vijana hawakukuwa nafanya kazi kwa sababu program hii haikukuweko. Now we have a program yenye itahakikisha kwamba vijana wa Kenya, maengineer, masorovea, wale architects, plumbers, technicians, hawa steel fixers, wale masons wanafanya kazi. Tunaelewana jameni? Kazi ya pili ambayo tumepanga ni kuhakikisha kwamba katika mitandao inaitwa digital jobs. Tuko na vijana wengine zaidi ya 1180 wanafanya kazi katika program ya digital jobs. Tuko na vijana wengine zaidi ya 1400 tumewapanga na ajira katika sehemu tofauti tofauti nje ya Kenya. In the last, kwa mwaka mmoja umepita ama miaka miwili imepita, vijana wengi hawa 320,000 wanafanya kazi affordable housing. 400,000 tumewapatia kazi sehemu tofauti tofauti duniani, in different countries. Almost 200,000 wanafanya kazi katika mitandao.
That is how we are going to create opportunities for young people to work. Nyinyi mnanielewa? Unajua kuna watu wanachochea vijana. Wanachochea vijana waharibu mali. Wachome biashara. Wachome mali ya watu wengine. Wakisema ya kwamba hawa vijana wanachoma mali kwa sababu hawana kazi. Mimi nataka niwaulize. Supermarket ikichomwa, biashara ya mtu ikichomwa, ndio kazi itapatikana? Ndio kazi itapatikana? Mimi nataka niulize swali lingine. Unajua kuna watu wanataka kutuhadaa ya kwamba vijana wote walikuwa wanafanya kazi kabla Ruto hajakuwa rais. Mimi nataka niwaulize, Kenya hii, mnataka kuniambia vijana wote walikuwa na kazi kabla ya mimi kuwa rais? Hii kazi ya unemployment imeanza mimi nikiwa rais. Si hii ni shida imekuweko siku nyingi? Sasa tuambiane ukweli. Na mimi nataka niseme hapa tukiwa Nairobi. Tuwache kudanganyana. Kama watu wako na maneno waseme. Na mimi nimechangia sehemu ya kuhakikisha kwamba vijana wamepata kazi. Nimechangia vijana 1320 kwa affordable housing. Nimechangia vijana karibu 1200 kwa digital jobs. Nimechangia kazi majuu ile tumepanga na nchi zingine. Karibu vijana 1400 wamepata kazi. Mimi nauliza, vile mimi nimetoa orodha ya yale nimefanya vijana wapate kazi, nataka watuambie zile serikali ingine walifanya kazi gani? We must tell each other the truth. Tuwache kuwachochea vijana wa Kenya. Kazi ya unemployment haikuanza wakati wa serikali hii. In fact, shida ya unemployment ni kwa sababu hatujakuwa na mpango ama taratibu ya serikali vile nimeweka. Ndio tumekuwa na mrindiko mkubwa, a huge pileup of unemployed youth, because we have never had a comprehensive plan to make sure that young people have jobs the way we have it today. And therefore, let us not deceive ourselves. And let us not incite the young people of Kenya on matters unemployment. It cannot be sorted out in one day. It was never sorted out by the previous administrations. I am working on it now. That is why we have 320,000 young people working in our affordable housing. That is why we have 200,000 young people working in our digital jobs framework. And that is why we have 400,000 young people working outside Kenya today. Because for the first time, we have a plan on sorting out the challenge of unemployment. The reason why this problem is bigger than what it should be is because there has never been any plan before. And we must tell each other the truth. Sio kama tunaelewana jameni. Unajua watu wanataka kududanganya ni kama hawa vijana walikosa kazi ati wakati mimi nimekuwa rais. Mimi nataka niwaulize, kwani vijana wote Kenya hii walikuwa na kazi kabla ya mimi kuwa rais? Tuache upuzi bwana. Hiyo ni upumbavu hiyo. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Tunaelewana? So mimi nataka niwaambie viongozi hawa wa kuishiwa hapa, kwa sababu wanazunguka hapa town. Kwanza niliona ati wanasema ati sasa hawatangojea 2027 ati tupige kura. Ati wanataka kupanga fujo. Ati wapange maandamano. Ati wachome mali ya watu. Ati walete maafa Kenya. Ati ndio wapindue serikali ya Kenya kabla ya 2027. Mimi nataka niwaambie wajaribu. Watajua hawajui. Wajaribu. Allah. Hii ni Kenya ya demokrasia, my friends. Kenya ni nchi ya demokrasia. Hamuwezi kutuambia ya kwamba mnaweza kupanga fujo ati mpindue serikali ya Kenya. Tafuteni vizuri. Sijui kama tunaelewana. I want to tell those characters, the ones who are telling us, giving us lectures, that they can change this administration using unlawful, using violence, using unlawful means at before 2027. Let them try. Tunaelewana? Wajaribu. Hii ni nchi ya demokrasia na wananchi ndio wanaamua kwa debe uongozi wa taifa letu la Kenya.
hatuwezi kuamini, hatuwezi kuamua ati uongozi wa Kenya kupitia fujo ama kupitia vita ama kuharibu mali ya watu wengine. That is not going to happen in this country. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Wafikirie vizuri. Na mtu asini unajua wananiambia sijui nini, sijui Moi. Moi alikuwa rais wa Kenya. Vile Kibaki alikuwa rais wa Kenya. Vile Uhuru alikuwa rais wa Kenya. Na kabla ya Moi kulikuwa na Kenyatta. Na baada ya Moi kulikuwa na Kibaki. Na baada ya Kibaki kulikuwa na Uhuru. Hii kisirani ni ya nini? Hapana. Hiyo ni upuzi. Sio kama naelewana bwana. Tuko pamoja. Hii fujo yote wananiletea. Mbona hawakuletea Kibaki? Mbona hawakuletea Uhuru? Hii madharau na kiburi ni ya nini? Hapana, hiyo mchezo tuache. Sio kama naelewana bwana. Let us sort out our problems. Tuache ukabila, tuache chuki, tuache kiburi, tuache madharau. Sisi wote ni wa Kenya. We are all Kenyans. Na hakuna Mkenya bora kuliko mwenzake. Sisi wote ni wa Kenya. Ama mnasemaje watu wa Nairobi? Tumekubaliana? Na kuna watu wanafikiria kwamba wataendesha fujo Kenya hii. Juzi wamechoma mali ya wananchi. Supermarket imeporwa. Wameharibu mali ya wananchi. Wameharibu biashara ya wananchi. Na wao ni viongozi wamechochea hiyo maneno. Wanalipa vijana kwenda choma biashara ya ule. Kwenda choma biashara ya ule. Wale wote ambao wamepatikana katika hiyo njama ya kuiba na kupora mali ya wananchi na kuchoma biashara za watu wengine watachukuliwa hatua ya sheria na wote watafungwa. Na wao viongozi wao, we are coming after you. You cannot sponsor violence in the Republic of Kenya and expect to go scot-free. Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaambie wa Kenya. Mtu yeyote ambaye anaenda kupiga polisi, mtu yeyote anaenda kuvamia police station, that is a declaration of war in the Republic of Kenya. It is not acceptable. Sijui kama tunaelewana my friends. No, enough is enough. Haiwezi kuendelea tena. I will protect property ya wananchi wa Kenya, maisha ya wananchi wa Kenya, biashara ya wananchi wa Kenya. It is the responsibility of the government of Kenya, which I lead, that is going to make sure hii vita ya kuharibu mali na kuchoma biashara ya watu itakoma. It must stop. Sijui kama tunaelewana. And we are going to use whatever means that is available to make sure that we stabilize the country. We cannot accept mayhem and anarchy to destroy the development we have in this country. Sasa mimi naulize watu wa hapa Kilimani. Nyumba tunajenga kama hii. Ati watu washenzi wanakuja kuwakisha moto wachome. Surely. Ni nchi tunajenga ama ni nchi tunabomoa? Alafu watu wanatuambia Kiingereza sijui siasa nini. Hapana, that will not go on. You can call me whatever names you want to call me, but I will make sure that there is peace and stability in Kenya by all means possible. Sio kama tunaelewana my friends. Hapana. Hii kuchoma mali ya wananchi itakoma. Mwananchi anahangaika miaka nyingi kutengeneza biashara yake. Mwananchi anapanga mambo yake. Alafu mtu mwanasiasa, mtu mjinga anakuja anapanga maandamano, anapanga fujo, mali ya mwananchi inaharibika, alafu wanatuambia ni siasa. Hiyo ni siasa gani? Hiyo ni siasa? Na kama wako na mpango, si tukutane 2027? Watengeneze sera yao, tukutane na hawa 2027. Njia ya mkato hapa katikati hakuna. Tumekubaliana watu wa Nairobi? Yes. Na wasikie vizuri. Wasikie vizuri. Na waelewe. Tumekubaliana Nairobi? Mnasema tuendelee na kufanya kazi?
This country will not be destroyed by a few people who are impatient and who want to have a change of government using unconstitutional means. It is not going to happen. And I want to tell them it is not going to happen. Sijui kama tunaelewana. Tumeelewana? Yes. Na kama walikuwa wanafikiria ile walikuwa wanafikiria, wafikirie tena. Because mimi nimenyamaza, mimi nimewavumilia, lakini mahali imefika. Enough is enough. I want to say that for the avoidance of any doubt. Sijui kama tumeelewana jameni. Tumeelewana? Wacha nirudie. Those who attack our police, those who attack our security men and women, those who attack our security installations, including police stations, that is a declaration of war. That is terrorism. We are going to deal with you firmly. Tumekubaliana? Hiyo haiwezekani. We cannot have a nation that is run by terror. We cannot have a nation that is governed by violence. We cannot. And it will not happen under my watch. Tumekubaliana, my friends? Tafadhali watu wa Nairobi tuheshimiane bwana. Si kila mtu tuheshimiane? Tuheshimiane. Sisi wote ni wa Kenya. Allah. Ama namna gani? No. Anyway, tumekubaliana namna hiyo. Tumekubaliana? Wacha nimuite Jalash. Nafikiri ni mbunge wa hapa. Asante sana rais. Tunapofika hapa Kilimani, tunamshukuru sana Mheshimiwa Elijah. MCA pia wamekuja kutembea nawe na wako hapa wote. MCA wa Nairobi kwa mikono tu. Alai pia yuko hapa. Aongee tu kidogo kurepresent wale wa huku Kilimani. Dagoa. Mwana rais. Mnamwambia rais aje. Mnamwambia rais aje. Mnamwambia rais aje. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Mheshimiwa Rais, yangu ni moja tu, kwa sababu tumekuja police station, tunaomba tu kitu kimoja hapa Dago. Hao maaskari wanatusaidia sana na tunapatana nao kwa mambo mengi sana. Kileleshwa police station, Mudhangari, Kilimani, asanteni sana kwa kutusaidia kulinda amani hapa. Mheshimiwa Rais, hatujakuwa na vita hapa. Sasa naomba kitu kimoja, kwa sababu tunafanya hii project. Hapa kuna ka restaurant ya maaskari. Naomba tu contractor atengeneze hiyo restaurant iweze kusaidia maaskari kujiburudisha saa zile wamemaliza kazi. Si ndio? Si askari pia ni poa? Sasa unaambia rais aje? Mwanaambia rais aje? Mmekaribisha rais? Naomba mheshimiwa MCAs wabebe tu mkono ni watambulishe. Niko na mheshimiwa Clarence Munga wa Niko na mheshimiwa Joyce. Niko na mheshimiwa Joyce special elect. Niko na mheshimiwa Lore. Niko na mheshimiwa Masitsa. Niko na mheshimiwa Kimondo. Haya. Unataka Clarence aongee? Clarence aongee? Haya. Wananchi wa Dago, Rais mtukufu, kwa majina anajulikana kama Clarence Munga, MCA wa huko Kabiro. Last time ukiwa kule ulipita Kawangware, ukatupita pale Kabiro, ukaenda Gatina. Lakini tulikuwa na mengi sana ya kukuambia rais. Wananchi mtanikubalia? Rais, tu kwa jambo moja. Kuna barabara imetusumbua sana kwa muda mrefu kuanzia 2013. Hiyo barabara inaitwa Salim Road. The county government is unable to construct that road. Ninaomba tu ukipeana ishara watu wa Dagoretti watapona. Kitu ya pili rais, kumekuwa na vurugu huku na kule. Kawangware kulikuwa kumetulia.
Sisi watu wa Kawangware tuko nyuma yako, tunakupenda. Shikilia hiyo steering vizuri sana na usitishwe na mtu. Ni sawa sawa? Asanteni watu wa Dagoretti, tunawapenda sana na Mungu awabariki. Haya, naomba ni watambulishe tu MCS. Mheshimiwa Stazo whip wetu akuja tambulishe MCS alafu tumalize. Mheshimiwa Stazo. Wana Nairobi mkoaje? Mko poa? Mheshimiwa Rais, mimi naitwa Stazo Omungala. Mheshimiwa Rais, leo umesema kitu ya maana. Hii nchi ni nchi ya kumcha Mungu. Na mambo ya siasa ni demokrasia. It's about the ballot. Hata hao ambao wanaleta shida walikuwa kwa ballot last election. Na wengine ulichaguliwa nao. So leo imekuwa aje? Sasa ile wako nje ndio inakuwa serikali ni mbaya. Na kama serikali ni mbaya, 2027 kwani ni mbali? Leo umeongea kitu ya maana Mheshimiwa Rais. Hii nchi umepewa panga ya kuchunga nchi. Hakuna mtu mwingine ana jukumu ya kuchunga nchi, ni wewe Mheshimiwa Rais. Hii nchi ikienda chini, wewe ndio utakulaumu Mheshimiwa Rais. Na umepewa kila kitu ya kuchunga hii nchi. Umepewa dialogue, umepewa jeshi, umepewa polisi Mheshimiwa Rais. Kama raia hawezi heshimu polisi, nchi itatawalwa aje hapa Kenya Mheshimiwa Rais? Hiyo sisi tunakubaka kwa sababu hata hao ambao wanataka kutawala hapo mbele, wanataka kutawala nchi, wanataka kutawala msitu. So Mheshimiwa Rais, tuko nyuma yako. So kwa hayo machache, Mheshimiwa Rais, niruhusu ni introduce MCAs wangu. Mimi ndio deputy whip hapa Nairobi. Hapa tuko na Kiogora MCA, tuko na Kimonda, tuko na Nairobi, tuko na Mark, tuko na VG, tuko na Lydia, tuko na Kimani, tuko na Shadi Boxer hapo, tuko na Clarence, tuko na chair lady wako wa UDA ambaye pia ni MCA, tuko na Nixo, tuko na Yuti pale, tuko na Oscar Lore, tuko na mrefu wa Ziwani, tuko na Ringo Mheshimiwa Rais, tuko na Jera, tuko na MCA Reki, tuko na Jekonia chairman wa Kibra ODM MCA, tuko na MCA wetu wa Kibra Reto Masita, tuko na Runi, tuko na MCA wa Njiru hapo, tuko na chair lady ODM na bado MCA mteule Catherine, tuko na Mofire. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sana. Haya. So nafikiri tumekubaliana. Hapa tuko na viongozi wengine wengi, tuko na IG wetu Bwana Kanja, mpigeni makofi. Tuko na DIG wetu Bwana Masengeli, mpigeni makofi. Tuko na DCI wetu Bwana Amin, mpigeni makofi. Na officers wengine wengi. Tuko na mheshimiwa, tuko na PS wangu Bwana Omolo wa Interior yuko hapo. Tuko na PS wangu wa mambo ya housing, huyu muungwana ndiye anatusaidia kupanga hii manyumba, anaitwa Bwana Hinga. Na tuko na waziri Alice na viongozi wengine wengi hapo. So watu wa Nairobi nafikiri tumekubaliana. Huyu MCA wa kule nini amesema Kabiro, Bwana Munga amesema kuna barabara pale. Tayari mimi nimeongea na gavana wenu na nimetoa pesa 2.1 billion ya barabara ya Nairobi. So mtapangana na yeye, hiyo pesa imekuwa release tayari na barabara tutawajengea hapa Nairobi. Tumekubaliana jameni? Watu wa Nairobi tumekubaliana? Na tumeelewana? Tunataka amani Kenya. Tunataka watu wafanye biashara. So mtu ambaye anaenda kuchoma biashara ya mtu mwingine, mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine, mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Yes. Yeah. Wasimuue lakini wapige hii miguu ivunjike ndio aende kotini, aende hospitali, akienda kotini. Hapana. Hatuwezi kukubali mtu ambaye anaamuka kwake anaenda kuchoma mali ya mtu mwingine, biashara ya mtu mwingine. Iko haki hapo kweli? Hapana, hiyo mchezo watu waache. Kwa hivyo mimi nataka niseme askari wasipige wananchi risasi kuwaua. Lakini muhalifu, mtu ambaye amechukua kazi kwenda kuvunja biashara ya mtu mwingine,
ashughulikiwe, aende hospitali, akienda kotini. Asante sana, Mungu awabariki.